Na leo tutajifunza somo zuri sana. Tutajifunza somo zuri ambalo Roho Mtakatifu ameweka ndani ya moyo wangu. Jinsi ya kushinda ukame wa kiroho. Tutajifunza somo linaloitwa jinsi ya kushinda ukame wa kiroho. Jinsi ya kushinda ukame wa kiroho. Ukame wa kiroho. Ukitazama kwenye Biblia yako, utakutana na aina mbili za ukame ambazo zimeongelewa zaidi. Ukitazama kwenye Biblia yako ukisoma vizuri, utakutana na aina mbili za ukame. Kuna ukame wa kimwili na kuna ukame wa kiroho pia. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme, utakutana na ukame wa kimwili ambapo Mungu alizuia mvua isinyeshe kwa miaka 3 na kitu, na mvua haikunyesha kabisa. Na katika ile nchi kukatokea ukame usiokuwa ukame wa kawaida. Kulitokea ukame usiokuwa ukame wa kawaida. Huo ni ukame wa kimwili ambapo mvua haikunyesha kwa zaidi ya miaka 3 na kitu. Kitokea ukame, ardhi haina maji, mvua hazinyeshi, mito ikakauka. Huo ni ukame wa kimwili. Lakini pia katika Biblia hiyo hiyo tukaona aina nyingine ya ukame ambao sisi ndio leo tutazungumzia hapo zaidi, ambao ni ukame wa kiroho. Leo tutakaa hapo, tutazungumzia kuhusu ukame wa kiroho. Kwa tujiulize tu swali kabla tujaenda mbele. Huu ukame wa kiroho ni nini? Ukame wa kiroho ni nini? Ukisoma kwenye Biblia yako utaweza kuona Biblia ambavyo inavyotuelezea kwa undani zaidi kwamba ni hali ya mtu wa Mungu yeyote yule ambao anapitia na kujikuta hana hamu ya kusoma neno la Mungu. Hamu ya kusoma neno la Mungu inakuwa haipo. Hamu ya kuomba inakuwa haipo, au kuhisi uwepo wa Mungu ndani yake, ile hali inapotea. Kwa hiyo ukame wa kiroho ni hali ambayo muamini anapitia pale ambapo ile hamu ya kuomba inapotea, inakuwa haipo kabisa kwa muda mrefu sana. Ile hamu au shauku ya kulisoma neno la Mungu inapotea, au kuhisi ule uwepo wa Mungu ndani yake unapotea. Kwa huyu mtu anakuwa ni mkame ndani. Hamna uhai ndani, hamna bubujiko ndani ya moyo wake. Pamekauka, panakuwa pamekauka ndani, pamekauka. Na mtu mwenyewe anajua kwamba huku ndani pamekauka, ndani pamekauka. Na Biblia inasemaje sasa kuhusu hali hii? Biblia imetufundisha vizuri sana namna ya kushughulikia hali hii pale ambapo inatokea kwa Mkristo. Kwa sababu aina hii ya changamoto ambao ni ukame wa kiroho unaweza ukamtokea Mkristo mchanga, inaweza ikamtokea Mkristo ambaye amemachua, amekomaa, inatokea hata wachungaji, inatokea hata wainjilisti, walimu na kadhalika. Hii hali inatokea, hali ya ukame wa kiroho. Kuna hali ambayo wanapitia ukame kwenye maisha yao ya rohoni usioelezeka. Ni hali ambayo wanapitia ukame wa kiroho ndani ya mioyo yao usioelezeka. Wanaweza kawa nakuja, labda ni mhubiri, anaweza kawa nakuja na anahubiri kama anavyohubiri, lakini ndani yake kuna ukame usiokuwa wa kawaida. Ndani yake kuna ukame ambao unaendelea ndani yake. Anaweza kawa ni mwimbaji, anakuja naimba na watu wanabarikiwa, na anaona watu wanabubuchika na kadhalika, lakini ndani ya huyo mwimbaji huku ndani pamekauka, pamekauka,
pamekauka. Mtu anaweza kuwa ni muombaji, tunamuona kanisani jinsi anavyoomba, anaweza kuwa na mtu mwingine anakatamani atakuwa kama yeye, lakini ndani yake amekauka. Na anafahamu kwamba ndani yangu nimekauka. Ile mito ilikuwa inabubujika ndani yangu imekauka, sipo kama zamani tena, nimekauka. Japokuwa naendelea kuhudumu kama shemasi kanisani, yaweza kuwa na hudumu kanisani kama mwimbaji, yaweza kuwa na hudumu madhabahuni kama mchungaji, kama mwinjilisti, kama mwalimu, naendelea kufundisha wengine na kadhalika, na kusaidia wengine waweze kukua kiroho, lakini ndani yangu pamekauka. Ndani yangu pamekauka. Na unakuta mtu anapambana, hajui nini cha kufanya. Kwa nini? Ndani yake ni mkavu. Akiomba hata maombi yake anaona ni makavu. Akijaribu hata kusoma Biblia anaona ni kukavu tu. Kwa nini? Ukame wa kiroho umepita. Sasa ili tuweze kuona ukame wa kiroho vizuri zaidi, lazima tuanze kuangalia ukame wa kimwili unavyokuwa, kwa sababu vitu viwili vinafanana kwa namna fulani hivi. Ukame wa kiroho na ukame wa kimwili vinafanana fulani. Na tukiangalia ukame wa kimwili ambao wewe unaufahamu zaidi kwa sababu unauona kwa macho na kadhalika, inaweza ikakupa picha nzuri zaidi juu ya ukame wa kiroho. Narudia tena. Picha ya ukame wa kimwili inaweza ikakupa picha nzuri zaidi juu ya ukame wa kiroho, jinsi ukame wa kiroho ulivyo kwa namna pana zaidi. Kwa sababu kabla tujaenda kuangalia namna ya kushinda ukame wa kiroho, lazima tuangalie huu ukame wa kiroho ni nini, ukoje na kadhalika. Alafu ndio tuende ndani zaidi, tuangalie namna gani tunaweza kushinda huu ukame wa kiroho. Lakini kabla tujaangalia ukame wa kiroho, lazima tuangalie sasa jinsi ukame wa kimwili ulivyo. Ukame wa kimwili ulivyo unatokea pale ambapo maji au mvua inaacha kunyesha. Narudia tena. Ukame wa kimwili unatokea pale mvua ambapo inapoacha kunyesha kwa muda mrefu. Kwa pale ambapo mvua imeacha kunyesha kwa muda mrefu, ukame wa kimwili unatokea. Narudia tena, hii pointi yangu ya kwanza uweze kuweka kwenye akili, itakusaidia pale tunapokuwa tunaangalia kuhusu ukame wa kiroho. Ukame wa kimwili ni huu. Ukame wa kimwili unatokea pale ambapo mvua inaacha kunyesha kwa muda mrefu. So unaweza kuelewa hicho kitu. Mvua ina season, kuna wakati wa kiangazi na kadhalika. Lakini pale ambapo mvua inaacha kunyesha kwa muda mrefu, tunasema hakika mwaka huu kuna ukame. Mwaka huu kuna ukame. Na mvua ikiacha kunyesha kwa muda mrefu, nini kinatokea? Ardhi inakauka. Mvua ikiacha kunyesha kwa muda mrefu, nini kinatokea? Ardhi inakauka. Mimea haikui tena. Mimea inanyauka. Rangi ya mimea inabadilika. Nini? Ukame. Kama mtu alikuwa amepanda mahindi yake, ukame unapotokea, mahindi yanakauka na hayaoti tena, chakula hakipatikani tena. Hakuna mtu wakati wa ukame anacheka. Wakati wa ukame ni wakati wa huzuni, kwa sababu hata chakula kupatikana ni shida. Wakati wa ukame hata maji kupatikana
ni shida. Kama ziwa lilikuwa lina maji kiasi fulani, ukame unapotokea unaona paka ziwa maji yanashuka. Wale wanaoishi ziwani wanaelewa ninachoongea. Wanakumbuka miaka kadhaa katika nchi ya Tanzania ukame ulitokea sana, na waliona maji, ukiangalia hata kwenye miamba, kama ukienda ziwa Victoria ukiangalia kwenye mwamba, inakuonyesha jinsi maji yanavyokuwa yanashuka. Inatokea changamoto hata mgao wa maji na kadhalika. Sasa maji hayatoshi, unaona kwenye ziwa maji yanashuka, maji yanashuka, maji yanashuka. Nategemea na kipimo walianza kuyakingia wapi, lakini unaanza kuona maji yanashuka, maji yanashuka, maji yanashuka. Wanashangaa, kwa nini ukame? Hamna mvua, ni jua tu linawaka, ni jua tu linawaka, ni jua tu linawaka, ni jua linawaka. Ardhi inakauka, ardhi inakauka. Mimea inanyauka. Haiwezi kukua vizuri kwa sababu hakuna maji. Kwa maana maji yanaukuza huo mmea. Maji yanarutubisha huo mmea. Mavuno hakuna. Na kama yakiwepo yanakuwa ni machache mno. Wakati wa ukame wa kimwili, mito inakauka, mabwawa yanakauka. Kuna mikoa ambayo ukame umewahi kutokea, ile mabwawa ambayo yalikuwa yanasaidia kwa muda mrefu unaona yanakauka. Chemichemi zilizokuwa zinasaidia vijiji, unaona chemichemi zinakauka wakati wa ukame. Wakati wa ukame. Huo ni ukame wa kimwili. Wanyama wanakufa, mimea inakufa kwa sababu ya kukosa maji, kwa sababu ya kukosa maji. Sasa tazama, turudi mwanzo kwenye ukame wa kimwili, alafu tuanze kucompare na ukame wa kiroho. Nimesema kwamba ukame wa kimwili ni pale ambapo mvua inaacha kunyesha kwa muda mrefu. Ni pale ambapo mvua inaacha kunyesha kwa muda mrefu. Kwa maana yake na ukame wa kiroho unatokea vile vile. Maana yake pale roho ya mtu itakapokosa maji kwa muda mrefu inakuwa dry. Narudia tena. Pale roho ya mtu itakapokosa maji, hiyo roho ya huyo mtu inakauka. Narudia tena uweze kupata concept hii. Tumesema ukame wa kimwili ni pale ambapo mvua inaacha kunyesha kwa muda mrefu. Ukame wa kiroho ni pale roho ya mtu inapokosa maji kwa muda mrefu. Na haya maji ni nini? Tutakuja kuangalia kwenye Biblia. Maji katika Biblia inafundisha nini kuhusu maji? Kwa hiyo tuangalie Biblia inafundisha nini kuhusu maji. Na roho ya mtu ikikosa hayo maji kwa muda mrefu, nini kinatokea? Tutakuja kuangalia. Lakini tuangalie sasa, ukame wa kiroho sasa unatokea. Nini kinatokea? Kwa hiyo unaanza kuona kupungua kwa hamu ya mambo ya Mungu kwa mtu. Kunatokea kiroho sasa. Tumeona kimwili, mimea inakauka, viumbe vya majini vinakufa na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu no water, hamna maji. Ukame umetokea. Ukame wa kiroho ukitokea, nini kinatokea? Ukame wa kiroho ukitokea, tunaanza kuona huyu mtu hamu ya mambo ya Mungu inapungua siku baada ya siku. Hamu ya mambo ya Mungu inapungua. Ile hamu ya kusoma neno la Mungu, siku zinavyozidi kwenda, ile hamu inapotea. Hamu ya kuomba, siku zinavyozidi kwenda, inapotea. Huo ni ukame wa kiroho. Ile hamu inapotea ya kuomba, ile hamu ya kusoma neno la Mungu inapotea. Hamu ya kushiriki ibada
inapotea. Kwa hapo sasa ndipo unaanza kuhisi sasa kila kitu ni cha kawaida. Unaanza kuhisi maombi kitu cha kawaida, neno la Mungu ni kitu cha kawaida, ibada ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Unaanza kuona kwamba hakina hata ladha kwako. Ile ladha haipo ya kusoma neno la Mungu, ladha ya kuomba haipo. Kwa nini? Kwa sababu ukame uko ndani. Ukame uko ndani. Na haishi tu hapo. Anaanza kuona huku ndani anakaukiwa. Anaanza kuona huku ndani kuna kauka. Manake yale maisha ya maombi yanakauka. Maisha yake 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 ya maombi yanakauka. Jambo jingine ambalo linatokea, kukosa furaha ya wokovu. Huyu mtu anaanza kukosa furaha ya wokovu. Afurahii tena wokovu kama alivyokuwa anafurahia hapo mwanzo. Afurahii ibada kama alivyokuwa anafurahia hapo mwanzo. Afurahii maombi kama alivyokuwa anafurahia hapo mwanzo. Afurahii kusoma neno la Mungu kama alivyokuwa anafurahia hapo mwanzo. Afurahii ushirika na Wakristo wengine kama alivyokuwa anafurahia hapo mwanzo. Kwa nini? Ukame. Ndio maana Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi, kwa ili kuonyesha kitabu cha Zaburi hapa. Kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 12. Kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 12, neno la Mungu linasemaje? Daudi anasema, Zaburi 51 mstari wa 12, anasema, unirudishie furaha ya wokovu wako. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Anasema pale alipokosea, alipotenda dhambi, alipokuwa anatubu katika Zaburi 51, anamwambia Bwana, nirudishie ile furaha ya wokovu, nirudishie. Maana yake hiyo furaha ya wokovu ilipotea. Kwa kuna time ambayo, kuna wakati ambao mtu anaweza kapoteza furaha ya wokovu wakati wa ukame. Furaha ya wokovu inapotea. Furaha ya maombi inapotea. Furaha ya ibada inapotea. Furaha ya kulisoma neno la Mungu inapotea. Furaha ya kufunga na kuomba inapotea. Furaha ya kuwa na ushirika na Wakristo wengine unapotea. Ya furaha inapotea. Furaha inapotea. Ndio maana Daudi anasema, Baba, unirudishie furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu. Hasa kuwa hata nawe upo kwenye ukame. Kila kitu kimekauka. Kila kitu kimekauka. Na unaona uko ndani una ukame. Mwambie, Bwana, nirudishie furaha ya wokovu. Bwana, nirudishie furaha ya wokovu. Bwana, nirudishie furaha ya kuomba. Bwana, nirudishie furaha ya kuomba. Bwana, nirudishie furaha ya kulisoma neno lako. Bwana, nirudishie furaha ya kulisoma neno lako. Bwana, nirudishie furaha ya kulisoma neno lako, na Jehova atakurudishia. Na furaha ya wokovu imepotea. Umfurahii Yesu tena. Umfurahii Roho Mtakatifu tena. Ufurahii ushirika wako na Kristo. Ufurahii tena. Ufurahii tena. Ufurahii tena. Ufurahii tena. Baba, nirudishie furaha ya wokovu, Jehova. Nirudishie furaha ya wokovu. Unirudishie furaha ya wokovu. Unirudishie furaha ya wokovu. Kwa wakati wa ukame, hiyo furaha ya wokovu inapotea. Kwa nini? Huku ndani panakuwa pamekauka. Wakati wa ukame, wakati wa ukame, kuongezeka kwa mawazo ya kidunia na dhambi yanaongezeka ndani ya mtu. Ndani ya mtu. Ndani ya mtu. Mawazo mabaya, mawazo ya kidunia. Yaani kufikiri tu mawazo ya kidunia. Ni kufikiri tu mawazo ya kidunia. Mawazo ya kidunia. Mawazo ya kidunia. Mawazo ya kidunia. Wakati wa ukame. Wakati wa ukame. Wakati wa ukame. Hivyo vitu vinatokea. Vinatokea. Wakati wa ukame unaanza kuona unarudi kule ulikotoka. Yule mtu wa kale unaanza kumuona anakuwa hai tena. Unarudi kule ulikotoka. Unarudi kule ulikotoka. Unarudi kule ulikotoka. Wakati wa ukame.
Hauoni kitu chochote kinakuwa rohoni. Hauoni kitu chochote kinakuwa rohoni. Kwa sababu wakati wa ukame, hakuna kitu chochote ambacho unaweza ukapanda wakati wa ukame kikakuwa. Kwa sababu there's no water, hakuna maji wakati wa ukame. Kwa sababu maji ndio yanayosababisha, yanaleta virutubisho kwa hiyo seed ambayo imeanguka katika udongo huo. Kunaweza kukawa na udongo, lakini maji yasipokuwepo, hakuna kitu chochote ambacho kitaota. Kunaweza kukawa na udongo ambao ni moyo wako, na mbegu ambayo neno la Mungu ikaangushwa kwenye udongo huo, na usiote. Kwa nini? There is no water. Hakuna maji, hakuna maji, hakuna maji. Kwa hiyo manakiri hiyo mbegu iweze kuota, na mbegu hiyo ni neno la Mungu, ili iweze kuota lazima maji yawepo, maji yawepo, maji yawepo. Hayo maji lazima yawepo. Pasipo maji hakuna mbegu yoyote itakayoanguka hapo ikaota. Tamana Yesu anasema hivi, mpanzi alipewa mbegu, akana zipanda. Nyingine zikaanguka kwenye miba, nyingine zilianguka kwenye miamba, nyingine zilianguka njiani, nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri, nazo zikaota. Kwa nini kwenye udongo mzuri ziliota? Kwa sababu kuna mvua, kuna maji yaliyosababisha hiyo seed, hiyo mbegu iweze kuota. Kuna maji yaliyosababisha hiyo mbegu iweze kuota. Mkristo pasipo maji ya rohoni, there's no life. Pasipo maji ya rohoni kwa Mkristo hakuna uhai. Wanakutana na watu wengi wanauliza, mtumishi, para sasa hivi huku rohoni nimekaukiwa, huku rohoni nimekaukiwa. Na hawafahamu kwa nini rohoni wamekaukiwa, huku rohoni wamekaukiwa. Hawafahamu kwa nini. Maji. Ukavu wa kiroho unatokea pale maji ya kiroho yanapokosekana. Na nitakuja kuonyesha huku mbele maji ya kiroho ni nini. Na pasipo maji hakuna uhai, kwa sababu hayo maji ni uhai. Hayo maji ni uhai. Na katika Biblia ndivyo ilivyo, maji ni uhai. Maji ni uhai. Katika roho ya mtu, hayo maji ni uhai. Hayo maji ni uhai katika hiyo roho ya mtu. Na pasipo hayo maji hakuna kitu chochote kinaweza kikakuwa ndani ya Mkristo. Pasipo hayo maji ya rohoni, pasipo hayo maji ya roho, hakuna kitu chochote ndani ya moyo wa Mkristo kinaweza kikaota. Kinaweza kikaota. Kinaweza kikaota. Hakipo. Wakati wa ukame, wakati wa ukame. Wakati wa ukame, ukame unatokea pale maji yanapokosekana kwa muda mrefu. Ukame unatokea pale maji yanapokosekana kwa muda mrefu. Wakati wa ukame kwa Mkristo, nini kinatokea katika ukame wa kiroho kwa Mkristo? Nini kinatokea ndani ya moyo wake? Nini kinatokea ndani ya moyo wake? Huyu mtu anakuwa dhaifu wa imani. Anakuwa dhaifu wa imani wakati wa ukame wa kiroho. Huyu anakuwa dhaifu wa imani. Tunapoongelea dhaifu wa imani, nini maana yake? Maana yake mashaka ndani ya moyo wa huyu mtu yanakuwepo. Huyu mtu wakati wa ukame, mashaka yanakuwepo. Anaanza kuwa na mashaka hata juu ya ahadi za Mungu. Anaanza kuwa na mashaka hata juu ya uwepo wa Mungu, kwamba Mungu yupo. Anaanza kuwa na mashaka, hivi kweli Mungu yupo? Hivi kweli Mungu yupo? Hivi nikienda mbinguni nitamkuta au la? Mashaka juu ya Mungu wake. Kwa nini? Wakati wa ukame. Ukame unasababisha udhaifu wa imani au upungufu wa imani. Kwa hiyo katika udhaifu wa imani ndipo mashaka yanapokuwa hapo. Ukisoma kitabu cha Marko 11 mstari 23 mpaka 24, utaweza kuona Yesu anaongea kuhusu habari za imani. Yoyote akiuambia mlima huu, ng'oka ukatoswe baharini, au uende baharini, pasipo kuona shaka ndani ya moyo wake, mlima huo utatii. Alikuwa anaongelea imani. Alikuwa anaongelea imani. Alikuwa anaongelea imani na mashaka pia. Mashaka yanakuwepo wakati wa ukame. Mashaka yanakuwepo wakati wa ukame. Si wakati wa maji mengi yanapokuwa
yanabubujika ndani ya moyo wa mtu, wakati maji mengi yanabubujika ndani ya moyo wa mtu, mashaka hayapo tena. Kwa nini? Maji yanabubujika. Maji yanabubujika. Maji yanabubujika ndani ya moyo wa mtu. Maji yanabubujika ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo tuangalie vitu vichache hapa. Kwa hiyo tuangalie vitu ambavyo vinasababisha ukame wa kiroho. Kwa hiyo tuangalie vitu ambavyo vinasababisha ukame wa kiroho. Kwa sababu nimesha kuonyesha namna ambavyo ukame wa kiroho unavyokuwa. Nimekuonyesha namna ambavyo ukame wa kiroho unavyokuwa. Na nini kinatokea pale ukame wa kiroho unapotokea katika maisha ya mtu, nimekuonyesha. Lakini nini ambacho kinasababisha ukame wa kiroho katika maisha ya muamini? Nini kinatokea ukame wa kiroho katika maisha ya muamini? Nini kinatokea? Nini ambacho kinasababisha ukame wa kiroho katika maisha ya muamini? Nini ni sababu? Sababu ya kwanza inayosababisha ukame katika maisha ya muamini au maisha ya Mkristo au maisha ya mtumishi wa Mungu yoyote ni dhambi isiyotubiwa. Narudia tena. Kitu cha kwanza ambacho kinachosababisha ukame wa kiroho katika maisha ya muamini, kitu cha kwanza ambacho kinasababisha ukame wa kiroho katika maisha ya muamini ni dhambi isiyotubiwa. Ni dhambi isiyotubiwa. Ipo tu na anafahamu tu, na mtu hataki kutubu juu ya dhambi hiyo, na inakaa tu muda mrefu, na inakaa muda mrefu. Na nini kinachotokea? Dhambi inapokaa mahali muda mrefu, inayanyonya yale maji yaliyo ndani ya moyo wako. Dhambi isiyotubiwa inapokaa muda mrefu ndani yako, nini kinachofanya? Inakausha zile chemichemi za maji ndani yako. Hiyo ni tabia ya dhambi ilivyo. Tabia mojawapo ya dhambi ni kukausha chemichemi, kukausha bubujiko ndani ya maisha ya muamini. Kama kuna dhambi yoyote uko nayo ndani na unajua hujaitubia, huu ni wakati wa kuitubia sasa. Usiruhusu ikakaa muda mrefu ndani yako. Itakausha mito ya maji ndani yako. Itakausha mito ya maji ndani yako. Itakausha chemichemi za maji ndani yako. Itakausha, na utashangaa ghafla huko ndani unakuwa ni mkavu. Yaweza kuwa kanisani watu wakaona kuona unaimba, umenyanyua mikono yako juu, lakini huko ndani umekauka. Ndani umekauka. Na umekauka kwa nini? Kwa sababu ya dhambi isiyotubiwa ndani yako. Yaweza kuwa watu wanakuona unahubiri, wanasema fulani anahubiri sana, fulani Mungu anamtumia na kadhalika. Kumbe ni karama tu na vipawa ndivyo vinavyofanya kazi. Lakini unafahamu huku ndani yako, unajua kabisa ndani yangu huku mimi nimekauka. Ndani yangu nimekauka. Huku ndani ni pakame. Kwa nini? Kwa sababu dhambi isiyotubiwa imekausha mito ya maji huku ndani. Dhambi isiyotubiwa imekausha lile bubujiko ambalo nilikuwa nalo. Zamani ulikuwa ukinyanyua tu mikono yako juu ukimwabudu Bwana Yesu, unaona unabubujika. Unaona chemichemi za maji ya uzima zinabubujika ndani yako. Unaona maji ya uzima yana flow ndani yako. Lakini sasa umekauka. Unajaribu kunyanyua mikono yako juu, unaona moyo wako umekauka. Unaona huku ndani pakame. Unaona ndani pakame. Hakuna bubujiko tena. Hakuna chemichemi tena. Hakuna maji yana flow ndani yako tena. Kwa nini? Ukame ndani. Kwa nini ukame ndani? Kwa sababu ya dhambi isiyotubiwa. 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 Dhambi ni chanzo cha kwanza cha kuleta ukame ndani ya maisha ya Mkristo. Dhambi isiyotubiwa. Dhambi isiyotubiwa ni chanzo au ni sababu ya kuleta ukame ndani ya maisha ya muamini. Ndani ya maisha ya muamini. Ndani ya maisha ya muamini. Kwa hiyo kuonyesha mstari mmoja hapa katika kitabu cha Isaya 59.
Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Isaya 59 hapa. Isaya 59 mstari wa 2 ni kuonyeshe hiki kitu. Isaya 59 mstari wa 2, neno la Bwana linasema hivi: lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu. Maana yake maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Tazama, anaongelea maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Maana yake maovu yana tabia moja, kutufarakanisha sisi na Mungu. Maovu yana tabia moja, kufarakanisha watu wawili walio na mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Hiyo ni jambo la kwanza ambacho maovu yanafanya. Lakini dhambi zinachofanya ni nini? Dhambi zinachofanya ni kutuficha uso wa Bwana, tusimuone Bwana. Naye Bwana hata hataki kusikia. Hata hataki kusikia. Ni maombi ya toba tu ambayo Bwana anasikia. Ni maombi ya toba. Ni maombi ya toba pale tunapoenda mbele za Bwana kwa toba. Dhambi isiyotubiwa, dhambi isiyotubiwa, dhambi isiyotubiwa ni sababu ya kukausha mito ya maji ndani yako. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Nakupenda Yesu, na kupenda, na kupenda, mnyunyizi wangu, ona kupenda. Tazama hicho kitu. Bila maji there is no life. Pasipo maji katika maisha ya mtu hakuna uzima. Katika roho ya mtu pasipo maji, pasipo chemichemi za maji ya uzima ndani ya moyo wa mtu, pasipo bubujiko, there's no life. There's no life. There's no life. Maji katika moyo wa mtu, maji katika roho ya mtu, hayo maji ndiyo yaletayo uzima. Na kitu cha kwanza ambacho kinakausha maji au chemichemi za maji ndani ya moyo wa mtu ni dhambi isiyotubiwa. Ndio maana tumesoma katika kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2, na maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msimuone. Dhambi zimeuficha uso wake ili tusimuone. Ndio maana wakati mwingine tunautafuta uso wa Bwana na hatuwezi kumuona. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zimeuficha uso wake. Hata tusimuone, hata asisikie maombi yetu. Wakati mwingine tunamtafuta Bwana kwa bidii, lakini maovu yetu yametufarakanisha sisi na Mungu wetu Jehova. Sisi na Mungu wetu Jehova. Sisi na Mungu wetu Jehova. Leo Bwana akamimine maji yake katika roho zetu. Mnyunyizi wetu akamimine maji katika mioyo yetu. Akamimine maji katika mioyo yetu. Akamimine maji ya uzima katika mioyo yetu. Bila hivyo tutakuwa ukame tu, si kitu, si kitu, si kitu. Tunahitaji maji ya uzima ndani yetu. Bwana, tuna kiu na wewe, tuna kiu na wewe.
Tuna kiu nayo maji, 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 tuna kiu nayo maji. Tumetembea kwenye ukame miaka mingi vya kutosha. Ukame leo is enough, enough is enough. Tunahitaji maji ya uzima ndani yetu. Tunahitaji bubujiko la Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunahitaji bubujiko la Roho Mtakatifu ndani yetu. Unaweza kutazama siku ya Pentekoste, pale Bwana alipomimina maji ya uzima katika maisha wa Kristo. Walikuwa wakimsubiri pale gorofani wakiomba, na Bwana akamimina maji ndani yao, na maisha yao hayakubaki kama yalivyokuwa. Maji yalipomiminwa ndani yao, maisha yao hayakubaki kama yalivyokuwa. Maji yalipomiminwa ndani ya moyo wa Petro, maisha ya Petro hayakubaki kama yalivyokuwa. Maji yalipomiminwa katika moyo wa Paulo, maisha ya Paulo hayakubaki kama yalivyokuwa. Ule ukame uliokuwa ndani yake ukaondoka. Na huo ukame ndio unatusababisha tuzunguke huku na huko kutafuta Mungu yuko wapi, Mungu yuko wapi. Sema yote tutakaposikia labda mahali fulani kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, tunakimbia. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yetu iko tupu, ina ukame huku ndani. Kuna ukame. There's no water. There's no water. Lakini kama mito ya maji ikibubujika ndani yetu, mioyo yetu maji ikifurika na maji ya uzima ndani yetu, hakuna sehemu yote tutakapokimbilia huku na huku kutafuta hayo maji, kutafuta hayo maji. Kwa sababu hayo maji, hiyo mito inatoka ndani yetu. Hiyo mito inatoka ndani yetu. Hiyo mito inatoka ndani yetu. Sababu ya pili ambayo inasababisha ukame katika maisha ya Mkristo ni kutokula neno la Mungu kila siku. Rudia tena. Kitu kingine ambacho kinachosababisha ukame katika maisha ya muamini ni kutokula neno la Mungu kila siku. Kwa lugha rahisi, ni kutokusoma neno la Mungu kila siku. Hii ni danger. Hii ni danger. Ukiacha kusoma neno la Mungu kwa muda mrefu, nini kinatokea kwenye maisha yako? Ukiacha kusoma neno la Mungu kwa muda mrefu, kinachotokea ni nini? Ndani yako unakauka. Ndani yako unakauka. Narudia tena. Unapoacha kusoma neno la Mungu kwa muda mrefu, kinachotokea ndani yako ukame. Kinachotokea huko ndani ukame. Unashangaa unakauka huko ndani. Ukame hujawahi kuona. Kwa nini unatokea? Kwa sababu roho haipati chakula cha kiroho ambalo ni neno la Mungu. Na roho yako inahitaji neno la Mungu kila siku. Roho yako inahitaji neno la Mungu kila siku. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Mathayo sura ya 4. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasemaje? Naye akajibu akasema, Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu. Mtu hataishi kwa ugali tu. Mtu hataishi kwa wali tu. Mtu hataishi kwa viazi tu, kwa mihogo tu. La hasha. Bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Manake tunaishi kwa neno la Mungu. Roho zetu zinaishi kwa neno la Mungu. Roho zetu zinaishi kwa neno la Mungu. Tunahitaji chakula cha kiroho kila siku. Tazama hicho kitu. Tunahitaji neno la Mungu ndani yetu kila siku. Ni kama jinsi mtu anapokataa chakula cha kimwili, au ni mgonjwa anapokataa chakula cha kimwili, nini kinatokea? Atakonda. Muda mrefu unavyoongezeka ambapo anakuwa hali, ndivyo anavyozidi kukonda. Siku zinavyoongezeka anazidi kukonda, na mwisho hali yake inakuwa mbaya, na mwisho anakufa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu amekosa chakula
cha mwili wake, na rohoni hivyo hivyo. Mtu anapokaa muda mrefu pasipo kuilisha roho yake, nini kinatokea? Roho yake inadhoofika, roho yake inakauka, roho yake inakonda, roho yake inakosa nguvu, na mwisho kabisa huyu mtu anakufa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu hiyo roho haipati chakula, ambacho chakula hicho ni neno la Mungu. Kwa roho zetu zinahitaji chakula kila siku. Kwa hiyo usipoipa roho yako chakula, nini kinachotokea sasa? Roho yako ikikosa chakula, nini kinachotokea? Huyo mtu anakufa rohoni. Huyo mtu akikosa chakula kwa muda mrefu cha kiroho, nini kinachotokea? Anakauka, anakuwa mkame, anakuwa mkame. Jambo la tatu linalosababisha mtu kukauka rohoni, kitu cha tatu ambacho kinachosababisha ukame wa kiroho ni nini? Kukosa maombi na ushirika na Mungu. Kitu cha tatu ambacho kinachosababisha ukame wa kiroho katika maisha ya mtu ni kukosa maombi kwa muda mrefu na ushirika na Mungu. Jambo la tatu, kitu ambacho kinasababisha mtu akauke au kinachosababisha ukame wa kiroho ni kukosa maombi au ushirika na Mungu kwa muda mrefu. Shetani anaposababisha mtu asiombe leo, asiombe kesho kutwa na kesho kutwa, ana sababu. Kwa nini? Anachotafuta kwako ni kuleta kitu kinaitwa ukame wa kiroho. Na huo ukame wa kiroho unatokeaje? Unatokea baada ya muda mrefu mtu kukosa maji, mtu kukosa virutubisho ambavyo vinaweza kurutubisha roho yake. Ni kama jinsi ardhi ili iweze kuwa kame ni pale ambapo mvua itakapoacha kunyesha kwa muda mrefu. Ndicho ambacho mimi nimesema, ili ukame wa kiroho utokee katika maisha ya muamini, moja, kinachosababisha ni dhambi isiyotubiwa. Maana mtu anakana hiyo dhambi pasipo kutengeneza na yeye na Bwana kwa muda mrefu. Mbili, kutokusoma neno la Mungu kwa muda mrefu. Kukosa maombi kwa muda mrefu na ushirika na huyo Roho Mtakatifu. Nini kinachotokea? Ukame ndani ya moyo wa mtu. Sasa tazama, chunguza hiki kitu mpendwa. Unayepitia changamoto ya ukame ndani ya roho yako, chunguza hiki kitu. Jiulize, huu ukame ulianzaje? Jambo la kwanza, yaweza kuwa kuna dhambi ndani ya huyu mtu ambayo haijatumiwa kwa muda mrefu. Mbili, aliacha kusoma neno la Mungu kwa muda mrefu. Tatu, alikosa muda na Mungu. Maana yake alikosa ushirika na Mungu. Maana yake alikosa maombi kwa muda mrefu. Na nini kikatokea baada ya hivyo vitu vitatu kutokea? Nini kilitokea baada ya kukosa hivyo vitu vitatu? Ni ukame. Na sasa anahangaika na huo ukame na hajui nini cha kufanya. Anahangaika na huo ukame, hajui nini cha kufanya. Roho Mtakatifu leo anatupa jawabu nini cha kufanya, ili tuweze tukashinde hali ya ukame wa kiroho katika maisha yetu. Ili tuweze tukashinde hii hali ya ukame wa kiroho katika maisha yetu. Unashangaa, mbona sipo kama zamani? Mbona nimekauka? Zamani kwa nikiweka tu nyimbo kwa kuabudu na bubujika, machozi yanatoka. Mbona sasa huku ndani ni mkame? Imepita miezi, imepita miaka. Sijawahi kuingia kwenye maombi nikaona bubujiko tena. Sijawahi kuingia kwenye maombi nikaona bubujiko tena. Sijawahi kusoma neno la Mungu nikaona bubujiko tena. Kwa nini? Ukame ndani. Ulianza kidogo kidogo tu pale ulipokuwa unaacha maombi kidogo kidogo tu. Ulianza kidogo kidogo tu pale ulipoacha kusoma neno la Mungu kidogo kidogo tu. Ulianza kidogo kidogo tu pale ulipokuwa unafanya dhambi na hutaki kutubu, na unaacha tu, unachukulia kawaida tu. Ukaanza ukame taratibu.
Kukosa maombi kwa muda mrefu kunaua moto wa Mungu, kunazima moto wa Mungu ndani ya muamini. Ndio maana katika kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 1 Biblia inasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Kwa ni wajibu wa Mkristo kumuomba Mungu siku zote. Sasa na Luka sura ya 18 mstari wa 1. Unapompokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maombi should be your life. Maombi yawe ni maisha yako. Unapompokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Biblia, kusoma neno la Mungu kila siku iwe ni maisha yako. Narudia tena, siku ambapo unampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maombi kutoka siku hiyo, maombi yakapate kuwa ni maisha yako. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni. Toka siku unampokea tu Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maombi yakapate kuwa maisha yako. Ukaombe asubuhi kila siku, ukaombe mchana kila siku, ukaombe jioni kabla kulala kila siku. Maombi yakapate kuwa ni maisha yako. Maombi yakapate kuwa ni maisha yako. Tangu siku umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, toka siku umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kusoma neno la Mungu kukapate kuwa ni maisha yako. Asubuhi ukiamka, soma Biblia yako. Jioni kabla hujataka kulala, unapoenda kwenda kulala, soma Biblia yako. Soma Biblia yako kila siku. Soma Biblia yako kila siku. Wekeza muda wako kwenye neno la Mungu kila siku. Wekeza neno la Mungu kila siku kwenye maisha yako. Wekeza muda wako kwenye neno la Mungu kila siku. Wekeza neno la Mungu, muda wako kwenye neno la Mungu kila siku. Hautauona ukame kwenye maisha yako. Hautauona ukame kwenye roho yako, kwa sababu kila siku roho yako itakuwa inafanywa upya kila siku. Roho yako itakuwa inafanywa upya kila siku. Jambo la 4 ambalo linasababisha ukame katika maisha ya muamini. Jambo la 4 ambalo linasababisha ukame katika maisha ya muamini ni majeraha ya moyo. Majeraha ya moyo. Hasa kuwa umeumizwa moyo na mume wako. Hasa kuwa umeumizwa moyo na mke wako. Hasa kuwa umeumizwa moyo na mzazi wako, baba yako au mama yako, au baba yako wa kambo, mama yako wa kambo ameumiza moyo wako, mtoto wako ameumiza moyo wako, na moyo wako kuna majeraha, ukagafirika na hutaki hata kwenda kanisani tena, hutaki kuomba tena na kadhalika. Na wakati mwingine yaweza kuwa majeraha ya moyo iliyosababishwa na watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wameumiza moyo wako kwa namna mmoja ama nyingine, na ukasema hakika kuanzia leo, kama ni hivi, kuanzia leo mimi sitaenda kanisani tena. Kuanzia leo, kama ni hivi, mtumishi wa Mungu amenifanyia hivi, kama mtumishi wa Mungu amefanya hivi, kuanzia leo mimi sitatoa sadaka tena. Kama mtumishi wa Mungu amesema hivi, kuanzia leo mimi na kanisa mbali. Kuanzia leo, kwa sababu mtumishi wa Mungu amenifanyia jambo hili, kuanzia leo mimi na maombi bye. Kuanzia leo, kama mtumishi wa Mungu amenifanyia hivi, mimi na Biblia mbali. Unagawana Biblia. Kwa nini? Kwa sababu ya majeraha ya moyo. Kwa sababu ya majeraha ya moyo ambayo yamesababishwa na wanadamu waliokuwa karibu yako. Hasa kwa majeraha ya moyo yamesababishwa na mtu ambaye ulikuwa unamwamini, mtumishi ulikuwa unamwamini, padri ulikuwa unamwamini, askofu ulikuwa unamwamini, mchungaji ulikuwa unamwamini, mwalimu ulikuwa unamwamini, mwinjilisti ulikuwa unamwamini, nabii ulikuwa unamwamini, mtume ulikuwa unamwamini na kadhalika. Hasa kwa imesababishwa na hao. Baba ulikuwa unamwamini, mama ulikuwa unamwamini, mke ulikuwa unamwamini, mume ulikuwa unamwamini. Haweza kuwa
Hayo majeraha yote yamesababishwa na wao. Lakini jambo moja ni kuambia mpendwa, wokovu wetu ni wetu binafsi. Si kwa sababu ya mchungaji wetu, si kwa sababu ya wazazi wetu, si kwa sababu ya mume wetu au mke wetu au watoto wetu na kadhalika. Ni kwa sababu ya Jehova peke yake. Mbinguni hautaenda na mke wako, mbinguni hautaenda na mtoto wako, hautaenda na mchungaji wako. Kila mtu atasimama mbinguni kivyake. Wokovu ni wa mtu binafsi, ni wa mtu binafsi, ni wa mtu binafsi, ni wa mtu binafsi, ni wa mtu binafsi. Majeraha ya moyo. Kama una majeraha ya moyo ndani ya moyo wako, watu umewafungia, hujawasamehe ndani ya moyo wako, na unataka ushinde huo ukame wa kiroho, nenda mbele za Bwana leo. Mwambie Bwana, niko mbele zako hapa. Niko mbele zako e Bwana wangu. Niko mbele zako e Bwana mahali hapa e Bwana. Nitengeneze. Ninamwachilia baba yangu, ninamwachilia mama yangu, ninamwachilia mtoto wangu, ninamwachilia mchungaji wangu. Yoyote ambaye nilikuwa nimemfungia ndani ya moyo, nikapa sitaenda kanisani, sitamwabudu Jehova kwa sababu ya fulani. Yesu, ninamwachilia mtu huyo, ninamwachilia mtu huyo, ninamwachilia mtu huyo. Mwachilie sasa, msamehe. Na kisha mwambie Bwana Yesu, ugange moyo wangu, ponya moyo wangu, ponya moyo wangu, ponya moyo wangu. Yaweza kuwa hata wewe unanitazama sasa na kunisikiliza, yaweza kuwa ulikuwa unatamani kuokoka, lakini kupitia mienendo ya mtu fulani ambaye ni karibu ya yeye, yuko karibu yako. Yaweza kuwa mfanya biashara mwenzako, mwanafunzi mwenzako na kadhalika, au mume wako au mke wako. Ulikuwa unatamani kabisa kuokoka, lakini kutokana na maisha ambayo anaishi, ukasema kwa sababu mume wangu anaishi maisha namna hii, kama ulokolewa ndio namna hii, ni bora tu nisiokoke. Hatuokoki kwa ajili ya mume, hatuokoki kwa ajili ya mke, tunaokoka kwa ajili ya maisha yetu binafsi. Yaweza kuwa unasema kabisa, mimi sijaokoka, na mume wangu amenikuta hivi hivi sijaokoka, au mke wangu amenikuta hivi hivi sijaokoka. Na unaona mume wako ni mzee wa kanisa kanisani, na vitu ambavyo unavyovikuta kwenye simu yake kila siku ni uchafu wa kutupwa, na Jumapili anasimama kanisani kama mzee wa kanisa na anaongoza ibada. Ukasema kama walokole ndio wanafanya namna hii, kama Wakristo ndio wanafanya namna hii, siwezi kuokoka, siwezi kuokoka. Ni bora niishi kwa maisha yangu namna hii. Mpendwa, mbinguni kila mtu atajibu habari zake mwenyewe. Hautajibu habari za mume wako. Wokovu ni wa mtu binafsi. Wokovu ni wa mtu binafsi. Wokovu ni wa mtu binafsi. Usikubali shetani akakuzuia kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usikubali hicho kitu. Haijalishi shetani anamtumia mume wako ambaye ni mzee wa kanisa, haijalishi shetani anamtumia mume wako ambaye ni mchungaji na kadhalika, kukuzuia wewe usimpokee Bwana Yesu. Usikubali hicho kitu. Usikubali hicho kitu. Amua mwenyewe tu. Amua mwenyewe tu. Kuanzia leo ninaamua kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hasa kwa nini rafiki yako maisha ambayo anaishi yanakuzuia usimpokee Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Usikubali hicho kitu. Usikubali hicho kitu. Kwa leo omba Bwana akaponya majeraha yote yaliyo ndani ya moyo wako yanakuzuia wewe usimwabudu Bwana Yesu kwa furaha, kwa amani. Na jambo jingine la mwisho, taongea machache tu, ambacho kinasababisha ukame wa kiroho katika maisha ya mtu. Jambo jingine la mwisho ambalo linasababisha ukame wa kiroho katika maisha ya mtu ni mtu kujihusisha sana na mambo ya ulimwengu huu. Ni mtu kujihusisha sana na mambo ya dunia hii. Kwenye umbea upo, unajaza moyo wako na umbea.
unajaza moyo wako na kadhalika na takataka za kila aina za duniani, nini kinachotokea? Hivyo vitu vyote unavyovijaza ndani ya moyo wako vinakausha mito ya maji ndani yako. Umbea, usengenyaji na kadhalika, wizi, kutokuwa mwaminifu na kadhalika, vitu vingi mno vinakausha mito ya maji ndani yako. Vinakausha mito ya maji ndani yako. Vinakausha mito ya maji ndani yako. Kwa hiyo kuonyesha kitabu cha Luka sura ya 8. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 14. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 14. Luka sura ya 8 mstari wa 14. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema hivi: zile mbegu zilizoanguka penye miba ni wale waliolisikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasivishe lolote. Na zilizoanguka penye miba ni wale waliolisikia hilo neno la Mungu, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasivishe lolote. Wanakuwa bize na shughuli za mali na anasa za ulimwengu huu pasipokuwa bize na Mungu. Wako bize na mambo ya duniani, wanasahau mambo yao ya rohoni. Mtu anaweza akatafuta siku ya vacation, akasafiri akaenda sehemu nzuri sana kufurahia maisha, lakini anasahau kutafuta siku hata moja katika mwezi au katika mwaka ya kukaa sehemu nzuri na Mungu wake kuomba. Anaweza akatafuta hoteli nzuri sana, akakaa akala chakula kizuri kuilisha roho yake, lakini anashindwa kutafuta sehemu nzuri isiyo na watu, akakaa na Biblia yake kuilisha roho yake. Narudia tena, unashangaa mtu anatafuta sehemu nzuri, hoteli nzuri, kukaa kulisha mwili wake, si jambo baya, lakini unashangaa anakosa nafasi, anashinda kutafuta muda mzuri wa kukaa yeye na Mungu wake, na kukaa yeye na Biblia yake kulisha mtu wake wa ndani. Narudia tena mara mwisho, mtu anakosa kutafuta sehemu nzuri ya kuchukua Biblia yake na kusoma na kuilisha roho yake, kama jinsi unavyotafuta katika mwezi au katika mwaka, unavyotafuta hoteli nzuri na kula chakula kizuri wewe na familia yako, au unavyotafuta siku nzuri wewe na familia yako hapo nyumbani, ukanunua mchele na kadhalika, mkala mkalisha mili yenu. Hivyo mtafute siku moja, mkae kama familia, au ukae wewe mwenyewe kuilisha roho yako. Ilisha roho yako, ilishe roho yako, ilishe roho yako, ilisha roho yako, ilisha roho yako. Feed your spirit. Feed your spirit with the word of God. It's very important. Jambo la muhimu mno, ni jambo la muhimu mno, ni jambo la muhimu mno. Ndio maana Biblia inasema, na wengi wanajishughulisha mno na mambo haya ya duniani, mali na anasa, wanasahau kuzidisha roho zao. Maisha ya duniani mafupi mno. Miaka mtu ni miaka 70, akiwa na nguvu sana ni 80, akizidishwa sana ni 90. Lakini kuna mahali ambapo roho yako inaelekea, ambayo roho yako itakaa huko internal, itakaa huko milele. Haitakaa mwaka mmoja, haitakaa miaka 50 tu, haitakaa miaka 100, haitakaa miaka 200 tu, haitakaa miaka 1000 tu, itakaa milele na milele. Roho yako itakuwa wapi on that day? Itakuwa mbinguni ikiburudishwa, au itakuwa jehanamu ya moto ikiteketea kwa moto? Tunapokuwa tunafanya mambo yote ya dunia, tusitukasahau
roho zetu zitaenda wapi baada ya maisha haya? Tunapopambana na shughuli zote za dunia hii, tusije tukasahau jambo moja: roho zetu zitakuwa wapi baada ya maisha haya? Unapokuwa unafanya starehe na nasa na kila kitu cha dunia hii, usisahau jambo moja: roho yako itakuwa wapi baada ya maisha haya? Unapokuwa unafanya starehe za dunia hii na kadhalika, usisahau jambo moja: kujiuliza jambo hili: roho yangu itakuwa wapi siku hiyo? Kwa sababu kila siku tunasikia vifo fulani amekufa, na wengine wanakufa wakiwa ni vijana tu, kabla wakati na kadhalika. Vifo mahali. Wanaacha starehe, wanaacha hizo bia, wanaacha kila kitu starehe, wanaacha na marafiki na kila kitu, wanaacha nyumba nzuri, wanaacha magari mazuri na kila kitu. Je, baada ya maisha haya wanaenda wapi? Je, baada ya maisha haya unaenda wapi? Lakini sisi ambao tunamwamini Bwana Yesu tunayo ahadi. Yesu alituahidi, yoyote atakayeniamini mimi, ajapokufa ataishi. Yoyote atakayeniamini mimi, ajapokufa ataishi. Yesu anatuahidi, anasema mimi naenda mahali, pale nilipo naenda kuandalia makao, ili nilipo mimi nanyi mkapate kuwepo. Ni ahadi ambayo Yesu ametuahidi. Hakuna mtume yoyote ambaye amewahi kuahidi ahadi hiyo. Hakuna nabii yoyote ambaye amewahi kuahidi ahadi hiyo. Ni Yesu Kristo peke yake. Ni Yesu Kristo peke yake. Ni Yesu Kristo peke yake. Tusikubali ukame wa kiroho, tusikubali ukame wa kiroho kwa namna yote ile. Tusikubali ukame wa kiroho. Tunahitaji maji ya uzima yakabubujike ndani yetu. Tunahitaji maji ya uzima yakabubujike ndani yetu. Kama jinsi ukame wa kimwili ulivyo. Ukame wa kimwili ni pale ambapo dunia hii mvua hainyeshi. Ni pale ambapo dunia hii imekosa maji ya kawaida kwa muda mrefu sana. Ukame unatokea. Ukame wa kiroho ni pale ambapo roho ya mtu inapoyakosa hayo maji kwa muda mrefu. Ni pale ambapo moyo wa mtu, hiyo roho ya mtu inapokosa hizo chemichemi za hayo maji, hiyo mito inapokauka ndani ya moyo wa mtu, nini kinatokea? Ukame unatokea. Kwa hiyo nikuonyeshe katika kitabu cha Yohana sura ya 7. Kwa hiyo nikuonyeshe maji ni nini. Kwa hiyo nikuonyeshe katika kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Yohana 7:37. Uninyunyizia maji. Kwa tusome Yohana 7:37 mpaka 39. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Tazama, Yesu akasimama katika ile siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu. Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Maanake huyo mtu aliyekaukiwa, huku ndani, mwenye kiu, akiona kiu, akiona ukame ndani yake, na aje kwangu anywe. Kwa sababu mwenye hayo maji ni Yesu Kristo peke yake. Mwenye hayo maji ni Yesu Kristo peke yake. Mwenye hayo maji ni Yesu Kristo peke yake. Yesu anatoa mwaliko, anasema mwenye kiu na aje kwangu anywe maji hayo. Hayo maji sehemu yoyote yakimiminwa, huwezi ukauona ukame tena. Sehemu yoyote maji hayo yakiachiliwa, huwezi ukauona ukame tena. Tazama neno la Mungu linachosema. Tazama 38. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena,
mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Yesu anasema, aniaminie mimi, kama ilivyoandikwa, mito ya maji itatoka ndani yake. Maana katika maisha ya Mkristo, ambaye Mkristo amejiachilia kwa Bwana Yesu, maombi ni maisha yake, neno la Mungu ni maisha yake. Karabashata pakosa kanta paronda, mito ya maji na flow ndani yake. Hawezi kuwa na ukame ndani yake. Kwa sababu mito ya maji ina flow ndani yake. Kuna bubujiko ndani ya maisha ya huyo mtu. Kuna bubujiko ndani ya maisha ya huyo mtu. Kuna bubujiko ndani ya maisha ya huyo mtu. Kwa nini? Huyo Yesu ndio aachiliayo hayo maji. Yesu ndio aachiliayo maji. Yesu ndio aachiliayo maji. Tunasema mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yake. Mstari wa 39, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kumbe Yesu alipokuwa anaongelea mito ya maji ya uzima kuflow ndani yetu, Yesu alikuwa anaongelea habari za Roho Mtakatifu. Yesu alipokuwa anaongelea habari za mito, Yesu alipokuwa anaongelea habari za chemichemi ya maji ndani yetu, alikuwa anaongelea habari za Roho Mtakatifu. Kwa ninapokuwa nahubiri habari za ukame wa kiroho, ninaongelea habari za Roho Mtakatifu kushuka katika maisha ya mtu. Ninapokuwa naongelea habari za Roho Mtakatifu, ninaongelea habari za maji, ninaongelea habari za bubujiko, ninaongelea habari za maji ya Roho, ninaongelea habari za maji ya Roho, mito ya maji ya uzima, ninaongelea habari za chemichemi ya maji ya uzima ambayo itaflow ndani ya moyo wa mtu. Hayo maji ndio yanaondoa ukame katika moyo wa mtu. Hayo maji yanaondoa ukame katika moyo wa mtu. Yesu alipokuwa anaongelea hayo maji, alikuwa anaongelea habari za Roho Mtakatifu. Alikuwa anaongelea habari za Roho Mtakatifu. Alikuwa anaongelea habari za Roho Mtakatifu. Ora bashanto kobarabashaya. Ora bashikata mando rabashakata basikata baya. Kwa bila Roho Mtakatifu, roho ya mtu inakuwa imekauka kama ardhi isiyo na mvua. Bila Roho Mtakatifu ndani ya mtu, bila Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya muumini, mtu ambaye ameharibu ushirika na Roho Mtakatifu, nini kinachotokea ndani yake? Anakuwa amekauka kama ardhi isiyo nyeshewa na mvua. Narudia tena. Roho Mtakatifu anapokuwa hayupo ndani ya mtu, au mtu ameharibu mahusiano na huyo Roho Mtakatifu, nini kinatokea ndani yake? Roho yake inakuaje? Roho yake inakuwa imekauka kama ardhi iliyokosa mvua muda mrefu. Oh, hallelujah. Kwa pasipo Roho Mtakatifu, pasipo maji ya uzima, hakuna uzima wa kiroho, hakuna ufunuo, hakuna tunda la Roho. Maana yake wakati wa ukame, mafunuo ukoma. Ndio unashangaa mtu alikuwa anakuambia, mtumishi zamani nilikuwa naona mafunuo, mtumishi zamani nilikuwa naona maono, mtumishi zamani nilikuwa naomba sana, mtumishi zamani nilikuwa naota ndoto na zinatokea, lakini sasa hivi sioni tena. Mtumishi zamani nilikuwa nasoma Biblia naelewa, napata mafunuo na kadhalika, lakini sasa sioni tena. Kwa nini? Ukame, 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 ukame ndani ya mtu, ukame ndani ya mtu. Na kama kuna ukame ndani ya moyo wa mtu, huyu mtu anahitaji kitu gani? Huyu mtu anahitaji maji. Huyu mtu anahitaji maji. Huyu mtu anahitaji maji. Anahitaji maji. Anahitaji maji. Na mtu atakayeachilia maji hayo, mnyunyizi atakayeachilia maji hayo, ni Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Ezekieli 47. Ezekieli 47 mstari wa 8 mpaka wa 9. Tazama hiki kitu. Ezekieli 47 mstari wa 8 mpaka wa 9. Biblia inasema, ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki, naye yanashuka mpaka Araba na kuingia katika bahari. Maji yatokezwayo yataingia baharini, na maji yake yataponyeka. Kwa maji yatakapoingia baharini
maji ya bahari yataponyeka. Mstari wa 9, tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho na kila mahali itakapofika mito hiyo kitaishi. Kwa kila kiumbe hai kisongamanacho, anasema hivi, kila mahali mito hiyo itakapofika, hicho kiumbe kitaishi. Kwa maana yake sehemu yoyote haya maji yatakapotokea yatagusa kiumbe chochote kilichokufa, hicho kiumbe kitakuwa hai. Maana yake Roho Mtakatifu atakapogusa roho yako, rohoni mwako kutakuwa na uhai. Roho Mtakatifu atakapoachilia hayo maji ndani yako, kutakuwa na uhai ndani yako, kutakuwa na uhai ndani yako, kutakuwa na uhai ndani yako. Anaendelea mbele, anasema kutakuwa kwa wingi mkubwa wa samaki, kwa sababu maji haya yamefika huko. Maana maji yale yataponyeka na kila kitu kitaishi popote kitakapofikiria mto huo. Oh, haleluya! Haya ni maji, haya ni maji yaletayo uzima. Anaongelea mto ambaye anaongelea habari za Roho Mtakatifu, mto wenye hayo maji. Chochote utakachokigusa kitakuwa na uhai, chochote utakachokigusa kitakuwa na uhai. Maji haya yakiingia ndani yako, chochote atakachogusa ndani yako kitakuwa na uhai. Maji haya yakigusa biashara yako itakuwa na uhai. Maji haya yakigusa maisha yako ya maombi, maisha yako ya maombi yatakuwa na uhai, yatakuwa na uhai. Tunahitaji maji ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji maji ambaye ni Roho Mtakatifu. Tunahitaji maji ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo niongee mambo manne kwa haraka, ndio tumetukimbia kidogo. Mambo ya kufanya kuondoa ukame huu ndani yako. Jambo la kwanza ni kutambua hali yako. Ni kutambua hiyo hali yako ya ukame. Lazima utambue, hakika huku ndani mimi ni mkame. Na uwe mkweli mbele za Mungu. Na uwe mkweli mbele za Mungu kwamba Bwana, nimetambua kwamba huku ndani yangu mimi ni mkame. Huku ndani yangu mimi ni mkame. Na niko wazi mbele zako. Kwa usijifanye kwamba upo sawa sana kiroho, wakati unafahamu kabisa kwamba ndani yako wewe umekauka, wewe ni mkame ndani yako. Kwa hiyo tusome katika kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, dhabihu za Mungu ni roho iliyopondeka, iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hata udharau. Sasa hicho kitu. Kwa hiyo nenda mbele za Bwana kwa moyo uliopondeka. Unafahamu kabisa kwamba ndani yangu mimi huku ni mkame. Usijifanye uko sawa sawa mbele za Bwana. No. Nenda mbele za Bwana. Tambua Bwana, huku ndani nimekauka. Sipo kama zamani nilivyokuwa. Huku ndani nimekauka. Huku ndani nimekauka. Sipo kama mwanzo zamani nilivyokuwa. Sipo kama mwanzo nilivyokuwa. Niko mbele zako. Niko wazi mbele zako. Jambo la pili la kufanya ni kutubu kwa moyo wako wote. Tubu kwa moyo wa ukweli, kwa moyo wako wote. Mwambie Bwana pale ambapo ulipokosea. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Dhambi ambayo hujaitubia muda mrefu, tubu. Unafahamu kuna kitu fulani sijatengeneza na Bwana. Kuna kitu fulani sijatengeneza na Bwana. Tengeneza na yeye. Tubu. Mwambie Bwana, nimekosea. Ninaomba unisamehe. Bwana, nimekosea. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Tengeneza na yeye. Tengeneza na Bwana. Tengeneza na Bwana. Tengeneza na Bwana. Tengeneza tu na Bwana. Tengeneza na Bwana. Tengeneza na Bwana. Na Mungu ni mwaminifu, atakusamehe dhambi zako. Kwa hiyo tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19. Mstari wa 19, Matendo sura ya 3 mstari wa 19. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe,
zipate kuja nyakati za kuburudishwa na kuwako kwake Bwana. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kujaa nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo neno la Mungu linatuagiza tutubu. Neno la Mungu linatuagiza tutubu. Neno la Mungu linatuagiza tutubu. Kwa sababu yote ambapo tumekosea, tumeishi maisha bila kuomba, ni dhambi kutokuomba. Nenda mbele za Bwana, tubu. Kuishi bila kusoma neno la Mungu, tubu. Mwambie Bwana, nimekosea. Nimeishi maisha ya bila kuomba. Nilikuwa najiamkia tu asubuhi naondoka nyumbani pasipo kuomba. Nilikuwa nikilala tu nalala kibudu pasipo kuomba na kadhalika. Nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Tubu, tengeneza na Bwana. Na Mungu ni mwaminifu, atakusamehe. Jambo la tatu, omba Mungu akujaze Roho Mtakatifu tena. Omba ujazo wa Roho Mtakatifu tena. Omba ujazo wa Roho Mtakatifu tena. Omba ujazo wa Roho Mtakatifu tena. Omba Roho Mtakatifu afurike kwa wingi ndani yako, na utaona bubujiko na mito ya maji ya uzima ikiflow ndani yako tena. Utaona mito ya maji ya uzima ikiflow ndani yako tena. Ukame unapokuwepo unahitaji maji, na maji hayo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo omba ujazo wa Roho Mtakatifu. Dawa rahisi tu ni kupiga magoti nyumbani kwako na kuomba kwa kumaanisha. Kuomba kwa kumaanisha. Ukiomba Roho Mtakatifu afurike kwa wingi ndani yako. Ukiomba Roho Mtakatifu akafurike kwa wingi ndani yako, na huyo Roho Mtakatifu atashuka kwa wingi ndani yako, na hiyo mito ya maji ya uzima itaflow. Utaanza kuona mito ya maji ya uzima ina flow ndani yako. Utaanza kuona mito ya maji ya uzima ina flow ndani yako. Utaona mito ya maji ya uzima ina flow ndani yako. Kwa tusome kitabu cha Luka 11:13. Neno la Bwana linasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao muombao? Tazama hicho kitu. Kama ninyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao muombao? Kwa maana tukimwomba Baba atupatie Roho wake. Tukimwomba Baba atujaze na Roho wake, yeye Baba atatupatia. Yeye Baba atatupatia. Jambo la 4 na la mwisho sasa, ambalo ni la muhimu sana, ni kutengeneza ushirika wako na Roho Mtakatifu. Ni kutengeneza ushirika wako na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tengeneza ushirika wako na Roho Mtakatifu. Tengeneza, jenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Kuna somo liko YouTube, jinsi ya kujenga mahusiano na Roho Mtakatifu. Unaweza kulisikiliza wakati wowote. Ukilisearch tu jinsi ya kujenga mahusiano yangu na Roho Mtakatifu, utaliona. By Innocent Morris, utaliona. Ni zuri, utalisikiliza. Utajifunza vitu vingi sana jinsi ya kujenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Lakini leo tutakachoomba zaidi, tutafanyia vitu vitatu hivi kazi. 1, lazima ujitambue. 2, utubu kwa moyo wa ukweli. Tutatubu hapa. Na 3 ni kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa tutaenda kuomba sasa juu ya habari za ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akafurike kwa wingi ndani yako siku ya leo. Roho Mtakatifu akafurike kwa wingi ndani yako siku ya leo. Roho Mtakatifu akafurike siku ya wingi ndani yako, ndani yako leo. Cha msingi uwe na kiu tu na yeye. Uwe na kiu na yeye. Na nguvu za Roho Mtakatifu zitashuka ndani yako zisizokuwa za kawaida. Utaona bubujiko lile ambalo ulikuwa umepoteza muda mrefu. Utaona bubujiko likirejea. Ule ukame uliokuwa ndani yako kwa muda mrefu, utashangaa huo ukame ukiondoka. Utashangaa huo ukame ukiondoka. Huo ukame ukiondoka na bubujiko likiachiliwa ndani yako lisiokuwa la kawaida. Kabla tujaanza kuomba, nataka tutubu kwanza. Kila mmoja na ambaye unataka kumpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, weka mkono kwenye kifua chako. Unataka kumpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe ambaye unataka kutengeneza na Bwana Yesu, ulirudi nyuma, unasema mtumishi, sasa nataka nitengeneze na Bwana Yesu. Nimeishi maisha ya dhambi, nilimwacha Bwana Yesu, nikarudi nyuma na moyo wangu umekauka. Nataka nimrudie sasa Bwana Yesu. Nataka nimrudie sasa Bwana Yesu. Nataka nitengeneze na Yesu. Na kadhalika. Weka na wewe mkono wako moyoni. Na wewe tu ambaye unataka tukutengeneza tu na Bwana Yesu, umesumbuliwa na ukame wa kiroho kwa muda mrefu, na unataka kutengeneza na Bwana Yesu, unataka kuona bubujiko ndani yako, unataka kuona ukame wa kiroho ukiondoka ndani yako, weka mkono wako kulia.
Tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Nisamehe dhambi zangu zote. Jambo lolote Bwana Yesu nililokukosea, ninaomba unisamehe. Nisamehe Bwana. Unitakase na kuniosha kwa damu yako. Niwe safi kabisa. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima na ulifute jina langu kwenye kitabu cha mauti. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki, ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuandikie kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako, mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo. Na sitakutumia muongozo kadhaa ambao utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Wale ambao wamempokea tu Bwana Yesu, acha wale wengine ambao tulikuwa tunatengeneza na Bwana na kadhalika. Wale tu ambao wamempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, tuandikie kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako. Tutakutumia muongozo kadhaa ambao utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni.